Naitwa George Ian Mosenya, ni mwandishi wa hadithi za vitabu na simulizi za sauti. Wengi wananifahamu kwa umahiri wangu wa uandishi, lakini hawajui George ni nani. Leo nataka kuwaambia kilichopo nyuma maisha yangu, huenda kikawahuzunisha wengi, lakini na uhakika wote tutajifunza katika hili. Maria George Ian Mosenya ndio jina la mama yangu kipenzi aliyeniweka tumboni miezi 9 na kunileta duniani. Kisha nikanyonya ziwa lake kwa miaka 2. Alianza kupata misukosuko ya maisha akiwa na umri mdogo sana. Kwa mujibu wa maelezo yake, alikuwa kidato cha 2. Vipi Maria, mbona muda huu? Namba tuende ndani ili tukaongee. Tuongelee hapa na tuyamalize. Umeelewa? Na isiwe hadithi ndefu. Divai, nina ujauzito wako, lakini nyumbani hakuna anakufahamu. Na nimelijua hilo baada ya kupima vipimo shuleni. Nimekuja tujadili ili tunafanyaje. Unafanyaje na nani? Na mimi? Hivyo una akili sawa sawa? Mbona unataka kuniletea balaa hapa? Si unajua kabisa wewe ni mwanafunzi wewe? Hivyo wakati tunafanya hivyo kitendo, ulikataa katu kutumia kinga. Ukujua mimi kama ni mwanafunzi? Hebu tumia akili yako. Tujue tunafanyaje kuhusu jambo hili. Toka huko. Tena nenda kwa watoto wenzio wapelekea huo ujauzito. Unataka kuhatarisha maisha yangu kwa ajili ya tamaa zako za kijinga? Divai, lakini huu ni ujauzito wako. Sijakuwa na mwanaume yote zaidi yako. Hebu kuwa kama mwanaume. Unajua unanichafua wewe. Tena nitakufanya kitu kibaya. Divai, kuna nini mpenzi wangu? Si huyu amekuja kuharibu siku yangu. Achana naye. Twende ndani tukapumzike. Umenaribia maisha yangu wewe. Umenaribia ndoto yangu. Wewe ndio unizalimisha mimi, najuta mimi wewe. Nakwambia pungua wewe. Nakwambia. Unatambua na kwa watu mimi. Funga yako. Hiyo mimba iliyokataliwa wakati huo, ndani yake kulikuwa na mtoto wa kiume ambaye ndio mimi George. Maria mwanangu, kwa nini usimtaje huyo mhusika wa huo ujauzito ili afikishwe mbele ya sheria? Unafikiri familia itakuchukuliaje mwanangu? Hebu angalia kwanza, familia yote imekusanyika kwa ajili yako. Maria mjukuu wangu, hebu muone huruma mama yako. Maana yeye anabeba shutuma zote kutoka kwa baba yako. Hebu mtaje tu huyo mwanamume mjukuu wangu. Labda nikuhakikishie mjomba wangu, sisi hatutamfanya kitu chochote
huyo kijana, na lengo letu ni kutaka kujua msimamo wake juu yako uko vipi, na yale yote aliongea mama yako juu ya polisi hayatakuwa tena. Sawa mjombangu? Mama hakukaa kimya kwa kuwa ana kiburi, hapana. Na wala hakukaa kimya kwa kuwa anamuogopa mwenye ujauzito. Bali aliwaza endapo akimtaja atakwenda jela na ujauzito bado atakuwa nao. Hivyo kuliko kuteketeza maisha ya mtu aliyefurahi naye kwa hiari, akaona mzigo wote au bebe yeye mwenyewe. Kwa ukimya huo, ni wazi kuwa hii mimba amejipa yeye mwenyewe. Sasa, kuanzia leo huyu sio mwanangu, na sitaki kumuona hapa nyumbani kwangu. Na ikitokea mtu yoyote mwenye unasaba na familia hii akamsaidia huyu binti, basi ama zake ama zangu. Unashangaa nini? Toka sasa. Unajiachaje hivyo katika chumba cha mtu? Hivi nyie mabinti mnajitafutia matatizo? Toka! Kitu pekee kilichomshangaza mama katika maisha yake mapya ni nje kuitwa chumba. Ni kweli mjini ukipata mahali pa kulala ndani ya chumba, mshukuru Mungu. Maana nje hulala watu wengi kuliko wanaolala ndani. Ninakupenda mama, ninakupenda mama, ninakupenda mama, unafungua moyo wangu. Ninakupenda mwanangu, ninakupenda mwanangu, ninakupenda mwanangu, unaufungua moyo wangu. Mama kiboko. Hai nyimbo za Juliana. Mwanangu, yani wewe acha. Amenifundisha marehemu bibi yako. Kwa mnalisishana. Yani ndio hivyo hivyo tunalisishana, tunakwambia. Baada ya mimi na hiki kizazi chako kikija, hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Kwanza mwisho mwanangu. Alafu mama matukio yametoka. Kweli kaniambia mwalimu leo. We. Angalia basi au hauna bando? Wewe nikose bando mimi. Ya leo ngoja niandae. Maria. Wow. Maths A. Geography A. Physics B. Hongera sana mwanangu. Hongera sana mwanangu. Asante. Maana mama, ningefeli baba angenifanya kitu hicho.
mama na mwana. Haya, kulikoni jamani hapo? Mme wangu we acha. Mtoto wetu amekuwa wa kwanza. Wewe. Wacha bwana wewe. Hata mimi siwezi kumwacha hivyo hivyo kwa sasa. Njoo upande hapa mama, ngakupe zawadi. Ngoja kukuveshe kofia mwanangu, maana wewe ndo tumaini letu sisi. Hai, mama. Bye mama. Bye. Na wewe mwanangu, wakati mwingine usipandie huku. Wewe unapandia huku. Sawa? Sawa. Usiniogope. Mimi ni mtu mzuri tu kwako. Unataka nini? Unaonekana una matatizo. Mimi nitakusaidia. Naomba tuondoke nyumbani. Ugeni wa maisha ya mtaani ulimfanya mama awe na imani ya haraka sana kwa mtu. Bila kujua katika mji wowote mkubwa, binadamu mmoja anaweza akawa na rangi zaidi ya moja usoni kwake. Lakini kosa hufanywa mara moja, ukirejea kufanya umekusudia na kuzoea pia. Karibu. Hapa ndio nyumbani kwangu napojificha jua na mvua. Hivi unaitwa nani kweli? Naitwa Maria. Oh. Naitwa Zaga. Hapa mtaani wanapenda kuniita mzee wa mazagazaga. Karibu ujisikie upo nyumbani. Bahati mbaya chumba changu ni kidogo, hamna kitu, unaweza kukaa kwenye kitanda. Sasa nisubiri dakika kadhaa, nafika nje mara moja. Nakuja sasa hivi. Kuwa na amani, jisikie upo nyumbani kwako. Sawa. Mangi. Mambo vipi? Mambo ni fresh mwanangu. Niambie mzee wa totozi mwenyewe. Kama kawa. Sasa mnipe kondom ndugu yangu. Fresh. Ndugu yangu. Ni yule wa jana au mwingine? Wewe si unanijua. Mimi huwasirudiagi matapishi. Yaani leo niko na kitoto kibichi, kama sio kidato cha kwanza, cha pili. Ila ndugu yangu, kama mtoto mdogo sio achana naye. Unajua mtoto wa mwenzio ni mtoto wako huyo. Wewe, kila mtu
hata ubeba msalaba wake mwenyewe. Bas poa. Poa basi ina noma. Poa poa. Poa poa. Samahani kwa kuacha, nilienda kuchukulia chakula hapo nje. Vipi kuhusu wewe? Sio na wasiwasi kuhusu mimi. Nilipotoka huko nishakula tayari. Hii nilichukua kwa ajili yako. Naomba hata uende kidogo. Najua una wasiwasi. Ngoja nikutoe hofu. Karibu. Asante. Hii ni ya nini? Hii ni kwa ajili ya kinga. Mimi huwa sishiriki tendo la ndoa bila kutumia kinga. Tendo la ndoa nashiriki na nani? Na wewe? Hivi unafikiri hizo chips umekula za bure? Maji umekunywa ya bure? Lazima unipe ninachokitaka. Lakini mimi sikukuomba. Wewe mbona usinipe?
Machozi huwakilisha namna moyo unavyopata maumivu, na maamuzi huwakilisha namna moyo ulivyochoka maumivu. Mama alichoka na maumivu aliyokutana nayo, na njia rahisi ya kuyakwepa ilikuwa ni kufa. Lakini Mungu alimkumbusha kuwa hayupo mwenyewe, na endapo atakatisha uhai wake, basi atakatisha na uhai wa kiumbe ambaye hajaonja hata harufu ya dunia. Baada ya kugundua hilo, aliahirisha maamuzi yake. Ninakupenda mwanangu, ninakupenda mwanangu, ninakupenda mwanangu, unaufungua moyo wangu. Ninakupenda mama, ninakupenda mama, unafungua moyo wangu. Ninakupenda mwanangu, ninakupenda mwanangu, unaufungua moyo wangu. Ninakupenda mama, ninakupenda mama, ninakupenda mama, unafungua moyo wangu. Ninakupenda mwanangu, ninakupenda mwanangu, unafungua moyo wangu. Wewe mwanamke, wewe njoo shusha neti tulale. Hatimaye mama yangu alipata mahali pa kupumzisha mwili wake, na hapa palikuwa na amani zaidi kwake. Basi miezi 9 ilitimia, nikazaliwa na miaka ikapita, nami nikakua, na sehemu hiyo ikawa kama ndiyo nyumbani kwetu sasa.
George. Na mama. Mbona hujalala mpaka muda huu? Nipo naandika simulizi mama. Kwani saa ngapi? Saa 6 mama. Njoo pumzike mwanangu. Kesho unatakiwa uende shule ukapambanie maisha yako. Sawa mwanangu? Sawa mama. Jana usiku ulikuwa unaandika nini? Jana usiku nilikuwa naandika simulizi mama. Inaitwaje? Inaitwa Mama Shujaa. Aniruhusu nisome? Hamna shaka mama. Hii silaha ya maisha yako. Zingatia, itumie vizuri katika masomo yako shuleni. Sawa? Pamoja na uandishi wako. Hii ndiyo itakao kufikisha katika malengo yako. Sawa mwanangu? Bye mama. Bye mwanangu. Mama yangu alijua uandishi ni kitu ambacho kipo ndani yangu. Hivyo kila wakati alikuwa anahimiza kuhusu masomo pamoja na uandishi wangu. Hii kwangu ilikuwa ni zaidi ya upendo, maana ilikuwa inanipa moyo wa kupambana zaidi katika maisha yangu. Oh, baba huyo. Karibu nyumbani. Asante shika. Marhaba. Vipi mwanangu? Leo umeitumia itapasavyo kalamu? Ndio. Sawa. Nipo hapa nasoma simulizi yako mpya. Hivi kwa nini umeipa jina la mwaliko wa harusi? Utakaposoma mpaka mwisho utafahamu kwa nini nimeipa hilo jina. Sawa. Upendo wa mama yangu ulipelekea nihisi hakuna mama katika dunia hii kama yeye. Niliishi kwa furaha na mama yangu kuanzia usoni mpaka moyoni. Leo ilikuwa ni siku adhimu kwangu na kwa mama yangu. Kwa upande wangu ilikuwa ni siku ya kuzaliwa. Ila kwa upande wa mama ni siku ya ushujaa kwake. Hakika ilikuwa ni furaha, kwani hatukuwahi kusherekea tangu nizaliwe. George mwanangu, nilimuomba Mungu ukifikisha miaka 13 kama nipo hai tutafanya sherehe ya siku ya kuzaliwa.
lakini mama yako, sina uwezo wa kukununulia kitu chochote cha kushereheshea furaha yako. Mama, uwepo wako kwangu tu ni furaha tosha. Sidhani kama kuna kitu kinachozidi wewe kunileta duniani. Asante kwa kusikia hilo mwanangu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Georgie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Georgie. Happy birthday to you. Mama, sio vizuri kuwa hivyo siku ya furaha. Siamini Georgie. Siamini kama umekuwa. Nimepitia misukosuko mingi sana kwa ajili yako. Mungu, nakushukuru kwa kila kitu katika maisha yangu. Mama, wewe ni mwanamke shujaa na ni mfano wa kuigwa katika jamii. Hivyo upaswi kulia. Sawa mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Georgie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Georgie. Happy birthday to you. He, mama. Mama. Nini tatizo? Nauma. Georgie mwanangu. Nauma. Unaumwa? Mama, mbona mimi nilivyoenda shule nilikuacha salama kabisa? Nilikuwa nasoma hadithi yako mpya. Ghafla nikasikia mapigo ya Mungu. Nakwenda mbio. Hata sielewi. Pole, basi twende hospitali. Sikuwahi kumuona mama yangu akiwa katika hali kama hii. Ndiyo maana tukio hili lilinipa wakati mgumu sana na sikuwahi kuzoea hata siku moja mama yangu kuwa katika hali ya ugonjwa. Georgie, mbona hujaniambia ulichoambiwa na daktari kuhusu mimi? Mama, emkunywa kwanza Panado. Unajua dawa ambazo umemeza zina nguvu sana. Niambie kwanza.
Sio shida kubwa, lakini ameniambia moyo wako una tobo na unatakiwa ukafanyiwe matibabu. Lakini gharama alizonitajia ni pesa ndefu mno. Nikaamua tu nimweleze uhalisia wa maisha yetu. Akanipa dawa na ameniambia kila zitakapoisha niwe naenda kuchukua. Mwanangu, muda si mrefu nitaondoka katika dunia hii. Naomba uzingatie masomo yako ili ufikie ndoto zako za kuja kuwa daktari. Pili, naomba uongeze ufanisi wako katika uandishi wako ili uweze kutimiza ndoto zako za kupata tunzo. Mama, usiseme hivyo. Mimi naumia ujue. Zingatia na nilichokwambia. Naamini utafanikiwa. Maneno ya mama yangu yaliniumiza sana moyo wangu. Ila nilijipa moyo kwa sababu kila kimbilio la mwanadamu ni Mungu. Hivyo jukumu langu lilikuwa ni kumuomba Mungu amlinde mama yangu ili aje kula matunda ya maisha yangu. Mama anaendelea vizuri. Namshukuru Mungu. Maana hata kazi zake ndogo ndogo ameanza kuzifanya. Okay. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Hizi dawa hautoi pesa. Mimi nakuibia tu kwa lengo la kutaka kukusaidia. Na usio unakuja hapa kazini. Endapo atanigundua nitafukuzwa kazi. Wewe unanipigia simu tunakutana mahali, sawa eh? Ni sawa, lakini mimi na mama hatuna simu. Okay, fine. Basi mimi kesho natoka asubuhi. Jitahidi uje mapema tuongozane nipafahamu kwenu. Ili niwe namletea dawa mama huko. Sawa, asante. Sawa. Na hii Amina. Na hii utamnunulia mama matunda, hakikisha anakula na anashiba. Asante. Haya, kwaheri. Katika ulimwengu huu kuna watu halafu kuna binadamu. Ama hakika dokta alikuwa ni binadamu anayejua nini maana ya ubinadamu. Nilitamani siku moja nimpe zawadi kubwa sana. Lakini ndio hivyo, nilikuwa sina uwezo. Ilibaki tu kumuombea kwa Mungu. Vipi hali ya mgonjwa? Mama yake George hatunaye.
kuna nini hapa? Au nyinyi ndio wenye nyumba? Basi mamangu yuko wapi niondoke naye? Pole kijana. Wewe jikaze, wewe mwanamume. Pole? Pole ya nini? Mama yako kipenzi ameaga dunia. Hii ilikuwa siku mbaya sana kwangu, na siku hii sijawahi kuizoea hata siku moja. Maana nilipoteza mtu muhimu sana kwangu. Nilimpoteza shujaa wa maisha yangu. Niliamini sitaweza chochote kile katika maisha yangu bila uwepo wa mama yangu. Nilikuwa zaidi ya mbogo aliyechanganyikiwa, sikujua nguvu na ujasiri nilivipata wapi. Sasa baada ya mazishi hatima yake inakuwaje mtoto? Ila Mungu alinipa ufahamu wa kujua nini kilichotokea na kuamini kuwa mwanadamu akipata nafasi ya kuishi basi ana nafasi moja tu inayobaki, ni kifo. Kwa sasa tuangalie swala la mazishi, tunanazikiwa wapi? Maana kifupi mimi hata ndugu zake sijai kuwaona tangu nimeanza kuishi maeneo haya. Kwa hiyo sasa katika swala la mazishi hapa tunafanya nini? Tutapika uji au tutapika maharage, tutapika ubwabwa? Nakupenda mama. Ninakupenda mama. Ninakupenda mama. Unaufungua moyo wangu. Ninakupenda mama. Ninakupenda mama. Ninakupenda mama. Unaufungua moyo wangu. Nakupenda mama. Ninakupenda mama. Ninakupenda mama. Unaufungua moyo wangu. Siku zilijongea, miezi ikapita na hatimaye miaka ikakatika. Kupitia juhudi zangu, Mungu akanibariki, nikafikia malengo yangu. Nilikuwa daktari kama zilivyokuwa zinahitaji ndoto zangu. Nikafanikiwa kuwa mwandishi bora Tanzania, na leo
nilipata tuzo kwa ajili ya uandishi. Nilitamani nifurahi mafanikio yangu na mama yangu kipenzi, lakini mpango wa Mungu ulikuwa ni bora kuliko mpango wangu. Mama, hakika umeniachia tabasamu kubwa katika maisha yangu. Nimekuja hapa kukwambia mama, nimefanikiwa kutimiza ndoto zangu. Mama, mwanao nimekuwa daktari. Nimeitumia kalamu ipasavyo. Vile vile mwanao nimekuwa mwandishi mkubwa sana wa vitabu hapa nchini. Na hichi ni kitabu chako pendwa ambacho ulikuwa unakipenda wakati wa uhai wako. Kimeuza sana mama. Bado sijaoa. Sijaoa mama, sijaoa. Lakini ikitokea Mungu akanionyesha kufanana naye, basi nitakuletea hapa hapa mamangu umuone. Nitakuletea. Ninakupenda mama, ninakupenda mama, ninakupenda mama, unaufungua moyo wangu. Ninakupenda mama, ninakupenda mama, ninakupenda mama, unaufungua moyo wangu. I love you mama. Kitu ambacho nimejifunza katika maisha mama yangu ni imani. Imani ya kuamini kuwa kila gumu linalotokea katika maisha yako ni mapito. Maana lipo jema Mungu kakuandalia mbele yako, kama sio kwako basi hata kwa vizazi vyako. Bila imani ya mama yangu sidhani kama leo hii ningalikuwa hapa na furahia matunda ya juhudi zangu niliyobarikiwa na Mungu. Amini usiamini, magumu yote unayopitia sasa kwenye maisha yako ni mapito tu.